Kwenye makala maalum Ahadi Telezi kuhusu hali ilivyo ya uchumi humu nchini, Lofty Matambo alizuru mtaa wa Kibra hapa jijini Nairobi na kutanabahi kuwa wakazi huko wameacha kula ugali kutokana na bei ya unga wa ugali kupanda hadi shilingi 150 na unga wa ngano ukipatikana kwa shilingi 110. Je, wanakula nini badala yake? Hii hapa taarifa kamili. Kwa imani. Ugali umekuwa almasi nyumbani kwake Gladys na mtaa mzima wa Kibera. Kitoweo hiki kitaliwa kwa chapati. Sasa iko chini ya ugali imepanda juu. Tukinunua for example kama chakula ya ngano mfuko moja, mtoto wanaweza kula jioni chapati na chai na asubuhi. Gladys aliyejifungua mtoto wake wa kwanza akiwa na umri wa miaka 15, anaishi bila mume na watoto wake 4. Hali yake ya maisha ni moja tu na Wakenya wengi wa mitaa ya mabanda. Kupanda kwa uchumi kwa 5.7 kulikotangazwa majuma mawili yaliyopita na kituo cha takwimu nchini Kenya, National Bureau of Statistics, kwake ni msamiati tu. Hii yenyewe ukiangalia hata akisimama akitudanganya. Nisikia juzi akisema ati mabarabara zilitengenezwa. Sasa mtu anatengeneza mabarabara. Unaweza tengeneza barabara uache watoto wakiumia kwa nyumba na njaa. Siangalie maslahi yetu basi sisi wananchi wenye tulimchagua. Sana kama chakula, hiyo ndio kitu anafaa kutuangalia. Maji, hiyo ndio kitu anataka kufanya. Na usafi mahali tunakaa. Nunua chapati ya 10 na mandondo ya 10 bob au na kumekula mbao na umeshindia siku. Lakini ingekuwa ugali ungetumia ngapi? Ingekuwa ni ugali, kama ni ugali na mboga ningekula kitu kama 60 bob. Si mkahawani pekee kwa DJ Chapati kama anavyofahamika mtaani, bali pia madukani wanakiri maajabu ya bei ya unga wa ugali kuzidi ile ya unga wa ngano. Ya ngano sasa ni 110 na ugali ni 125 for now. Sasa tumesikia tumeambiwa from kesho inapanda tena. Sasa sijui itafika ngapi. Kulingana na aina ya unga katika duka la ujumla hapa, huenda ukapata bei ya kutoka 150 na kushuka chini kidogo, lakini si wote katika mtaa wa Kibra wanaoweza kufika katika duka la jumla hili. Kule mtaani, iwe unga aina gani, ukiwa kwenye paketi ni 140, 150. Mfumuko wa maisha mwezi Februari mwaka huu, bei za bidhaa zilipanda hadi 9.04, juu kutoka 6.99 mwezi jana, ukiwa juu zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu Juni mwaka 2012. Bei za vyakula zikiathirika zaidi. Mfumuko wa maisha ulivunja rekodi ya kuwa chini zaidi, kiwango cha 3.10 katika uongozi wa Rais Kibaki mwaka 2010. Rais Uhuru Kenyatta iliposhika hatamu mwaka 2013, serikali ya Jubilee iliahidi kuzifanya bei za vyakula na bidhaa za wananchi kuwa rahisi. Miaka 5 baadaye, manifesto hiyo haijadhihirika mashinani. And that is why my administration has urged Kenyans to buy Kenyan products. If you're a pensioner and what you're getting is fixed, your lifestyle goes down. If you're a salaried person, you got a fixed amount of money you're earning, and the price of things are going up, it means that in actual terms, you're poorer than before. Peugeot Group have signed a contract to begin assembling the well-known Peugeot vehicles once again here in Kenya. Kukua kwa viwanda na miundo misingi labda ni lugha ambayo wananchi hawaielewi kamwe, ila Jumatano hii huenda Rais Uhuru Kenyatta akawa na hiari ya kutangaza kukua kwa sekta hizo katika hotuba yake. Gladys na wenzake wa tabaka lake yao yatakuwa macho na masikio tu, huku wakiendelea kula chapati. Lofty Matambo, KTN leo, Nairobi.